Nimesikiliza ujumbe wako, niende straight kwenye point. Naam, karibu. Huu ni mkutano wa watu wa FIFA, wana seminar wameifanya, inaitwa Club Football Summit. Summit ya vilabu bara ulimwenguni, lakini wahudhuriaji ni watu wanaotoka kwenye course mbili wanazofundisha FIFA. FIFA wanafundisha course moja, football management, diploma in football management, ambayo Arafat Haji kama vice president wetu anasoma hiyo course. Alafu ina wanafunzi wengine ambao ni wachezaji wa zamani na wenyewe wanasoma course kama hiyo. Kwa hiyo na watatu ni vilabu ambao vimealikwa ulimwenguni kote. Kwa hivyo katika mwaliko huo, baada ya kukutanisha hao wanafunzi wa hizo course mbili pamoja na vilabu, ikaitwa World Football Club Summit. Ndio hiyo ambayo sasa nilikuwa nimealikwa kwa ajili ya kuendesha seminar, ambayo upande wangu specifically nilikuwa jukumu la kuelezea kuhusu mabadiliko ya vilabu. Kwa kilichotokea ni kwamba nikawa nimeandaa presentation inayoonyesha mabadiliko ya vilabu, na sehemu ya kwanza ya presentation yangu ilikuwa imegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa inazungumzia kuhusu changamoto za vilabu. Hicho ni kipande cha kwanza. Ulichokiona nafikiri hata Tanzania nyumbani nimeona watu wanakizungumzia ni kuhusu labda kuonekana Simba management, sijui kuna issue ya governance na nini. Hizo ni changamoto ambazo zipo kwenye vilabu vingi barani Afrika. Sawa. Kwa hivyo nimeonyesha katika presentation yangu changamoto zinazohusu vilabu barani Afrika. Na moja katika shida kubwa ambayo tunayo ni governance. Hiyo ni shida kubwa. Na pia tuna shida ya miundombinu. Tuna shida ya sponsorships. Tuna shida ya football development. Shida ziko nyingi kwa ukubwa wake. Kwa hivyo mengi nikayahudhurisha katika hatua hiyo ya kwanza ya kusema challenge zetu ni zipi. Sawa. Ningeweza kutumia mfano wa klabu yote tu, lakini hatuwezi kukimbia ukweli wa kwamba tuna changamoto ya leadership kwenye vilabu vyetu barani Afrika. Baada ya hapo kipande cha pili nikaonyesha solution, kwamba kitu gani kinapaswa kufanyika ili kuokoa kutokana na hizo changamoto. Sawa, kwa hiyo nika present solution inayohusiana na hizi changamoto. Na solution kubwa ni transformation. Tutoke kwenye mfumo wa kizamani tuende kwenye mfumo wa kisasa, ambao mfumo wa kisasa unaenda kutibu maradhi yote ambayo yalikuwa yanaonekana huko nyuma. Na presentation yangu kipande cha tatu ni kuonyesha success story ya Club Young Africans, ambayo baada ya kufanya mabadiliko yake na kuyapitisha kwenye tiba mwaka 2021 tarehe 14 Disemba, imeanza kuona matunda ya mabadiliko hayo kwenye Club ya Young Africans. Kwa hiyo kipande cha tatu cha presentation kikaonyesha success story ya Young Africans. Yanga wakati akifanya mabadiliko, tulikuwa tunapata mapato yanayotokana na wanachama ya kiasi cha shilingi milioni 10 kwa mwaka. Lakini leo tunazungumzia 1.3 1.4 kwa mwaka. Maana yake mfumo umetibu fan engagement process ambayo sisi tunaiona kabisa Tanzania na Afrika nzima ina potential ya mashabiki, lakini kama hakuna mfumo unaoweza kuwafanya mashabiki wakalipa ada wakachangia klabu yao, huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hayo ni matunda transformation ambayo Yanga ilipata. Katoa mfano wa pili wa sponsorship. Yanga wakati ule ilikuwa na wadhamini watatu, leo ina wadhamini ambao katika baada ya transformation wa kila namna. Tuna betting company ambayo imeendelea kuwepo, tuna media ambazo Azam wanatudhamini, tuna tourism, tuna Visit Zanzibar, tunayo makampuni mbalimbali ya automobile. Tuna kampuni inaitwa Karim G ambayo kupitia pikipiki zake za Hero tulikuwa tunafanya nao udhamini. Tumeweza kuvutia wadhamini wengi zaidi baada ya kuwa na mfumo sahihi.
Kwa hiyo nikaweka success story ya Africans ya transformation yake, na mpaka tulipofika tunaendelea kufanikiwa, na sio kama tumefika mwisho, bado kutoka kuna hatua kubwa za maendeleo. Kwa hiyo ndio ilikuwa story fupi ya kuhusiana na ile tukio la jana. Labda kwa kumalizia, kama binafsi sasa, kama Hersi Said, unajisikiaje kuona kile ambacho ulikuwa unakiwaza kimekuja kwa ukubwa, kwa maana dunia inaweza kupata historia na namna ambavyo mabadiliko yametokea katika klabu ambayo naweza kusema walikuwa ni sleeping giant wakati tunaingia kipindi kile? Simba walikuwa pekee ndio wanawakilisha nchi kimataifa, lakini sasa hivi kipengele muhimu cha ushindani nacho kimeingia ndani ya timu ya Yanga, ukienda mfulizo katika group stage kwenye upande wa michuano ya ligi ya mabingwa. Kwanza unakosea ukisema Simba ilikuwa inawakilisha kimataifa pekee. Hiyo sio kweli. Yanga ilikuwa na uwakilishi mkubwa kwenye mashindano ya kimataifa kuliko Simba. Na naweza kusema Simba wamefanikiwa kwenye hatua ya kuingia robo finali mara nyingi labda kuliko Yanga. Lakini sio kwamba Simba ndio timu pekee ilikuwa inawakilisha Tanzania kimataifa, sio kweli. Yanga imechukua mara nyingi ubingwa wa Tanzania kuliko klabu yote hapo Tanzania. Na kwa muktadha huo uwakilishi wa klabu kwenye mashindano ya kimataifa unaanzia kwenye ubingwa wa ndani. Kwa hiyo hakuna klabu inaweza kuwakilisha Tanzania kimataifa zaidi ya Young Africans. Nilikuwa namaanisha kwa maana ya kutoa ushindani angalau wa kufika hatua juu. Basi hapo kibishi vizuri. Hata Yanga imeshafika kwenye hizo hatua, kwa sababu Yanga unazungumzia kuhusu Champions League quarter final imeshafika. Hakuna mtu Tanzania amezidi robo finali. Si ndivyo? Ndio. Tunakubaliana engineer. Na kwenye mashindano ya CAF Confederation Yanga imefika finali. Nilikuwa nazungumzia kabla ya wewe kuingia. Hata success. Kwa hiyo kwenye success wote hakuna mtu ambaye amezidi Young Africans. Kwenye mashindano ya kimataifa uwakilishi tuko vizuri, na kwenye mashindano ya kimataifa success hakuna mtu ametuzidi. Sasa turudi kwenye point yako ya kwamba kuingia kwangu Young Africans. Ni kweli ya kwamba Yanga haikuwa inafanya vizuri miaka hivi karibuni. Na hata kama unakumbuka mwaka 1998 ilikuwa mara ya mwisho Young Africans kuingia kwenye hatua ya makundi. Baada ya kuingia uongozi wetu ndio tukaingia makundi. Kwa maana 2023, miaka 25, correct? Toka Young Africans mara ya mwisho imeshiriki mashindano haya ya kimataifa. Nakubaliana na wewe ya kwamba hii transformation imetusogeza karibu na mafanikio, sio tu ndani ya nchi bali hata nje ya nchi. Sababu kumbuka mara ya mwisho Young Africans inachukua ubingwa ilikuwa 2016 na haijachukua ubingwa mpaka 2021-22. Kwa hiyo na wakati huo ndo tumeanza transformation. Kwa hiyo ni kweli transformation imetupa mafanikio ndani, lakini pia imetupa mafanikio nje ya nchi. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu, na tuendelee, bado hatua ni refu, hatujafika mwisho, tutaendelea kupiga hatua, lakini tunahitaji pia support ya kila mmoja kwa nafasi yake kushiriki kwenye kusogeza mbele hizo club zetu. Lakini kikubwa ambacho pia mkizungumzia ni kuhusiana na nafasi yetu kama Watanzania kushiriki kwenye majukwaa makubwa. Hatujawa na ushiriki mkubwa kwenye majukwaa haya, na nichukue fursa hii kuwashukuru FIFA pia kwa kutoa hizo fursa kwetu. Najua hazijaje bahati mbaya, haikuwa kwa upendeleo, haikuwa kwa bahati mbaya, haikuwa random selection. Imeendana na jitihada ambazo tumeziweka mpaka wameweza kuona kazi yetu nzuri. Kwa hiyo niwapongeze pia wenzangu, viongozi wenzangu wa Club Young Africans kwa hiki ambacho tumeendelea kukifanya wote kwa pamoja ili kusukuma gurudumu la klabu yetu. Kwa sababu jana katika platform hiyo kubwa ya FIFA watu wamejua Young Africans. Kuna idadi kubwa watu huenda walikuwa hawaifahamu kabisa wala hawajawahi kuisikia. Lakini wameweza kuona study case Young Africans na kuona kwa namna gani Yanga imefanikiwa kwa transformation yake, na tumeanza kuona matunda ya mafanikio haya, sababu hata wenzetu pia wanaanza kuuliza maswali. Mmoja katika watu ambaye aliuliza swali katika mkutano wa jana ni Roberto Di Matteo. Naam. Sina haja ya kumtaja vizuri, mfahamu huyo mtu. Anajielezea. Amefurahishwa sana, amevutiwa sana na transformation ya Yanga, na akauliza na swali kutaka kuelewa zaidi. Na ni jambo ambalo kwa kweli
tunajivunia sana Young Africans na wote kwa pamoja kama Watanzania. Na pia tuligusia katika maswali tuligusia pia ushiriki wa serikali ya Tanzania katika kusupport hiki kitu, na tukakiri wazi ya kwamba serikali yetu imekuwa very supportive katika hili jambo. Kubadilisha mfumo ni jambo ambalo linahusiana na policy na sheria za nchi, na sheria za nchi na policy ziko mikononi mwa serikali, na serikali imefungua milango ya vilabu hivi ku transform kwenda kwenye mifumo ya kisasa bila kuwa na kikwazo. Nitumia hiyo pia platform kupongeza serikali kwa hicho kizuri ambacho tumekifanya, na sisi tutaendelea kushirikiana nao kupokea maelekezo na guidance mbalimbali zinazohusiana na policy. Na cha mwisho ambacho ningependa pia nikuambie, kesho kutakuwa kuna mkutano wetu wa kwanza wa kamati ya FIFA ambao nilikuwa nimechaguliwa ile kamati ya mashindano ya vilabu kwa upande wa ndugu. Kesho ndio tutakuwa tuna mkutano wetu wa kwanza on 16th ambao ni kesho, siku ya kesho. Kwa hivyo toka na mkutano wetu wa kwanza utakaanza kuzungumzia kamati hiyo na kupewa majukumu.